I have a message for you. God has sent me to you. I have a message for you. God has sent me to you. Listen, them say, them tell you say you can never be the one. But God say, make I tell you, say now you him choose. In 1 month, in 1 week, you will sing a new song. In 2 days, a lesser than you will hear. Congratulations, you're in the glory of God. Congratulations, He has done it for you. And you will come back with a new song to sing. God is good. Yes, you will come again with a new song of praise. God is good. Oh, congratulations. 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 Say what the Lord has done for you. Congratulations. Kata keki zamedie, kata keki, kata usiogope, kata usiogope. Anyanya unitwa bika tungarite sana, bibinzi unitwa ete tuibangite sana. Kwina chathi chailu na kini kinene, kwina chathi chailu na ngainu kikwete. Chathi chambio sawa na kende sawa, chathi chambio sawa na kende sawa. Kata keki zamedie, kata keki zamedie, kata. Kwa maziro makwanita warina li Mwangangi ni muimani mutangi ni Yesu. Mudhane omondi ni woturi ni mutwana witu 18 wa 10 miaka 25 bino mutwana. Na kwa kitumi chutu tunganga imu beani kedia ninga imosio na mtamlisi kubicha mwana omondi. Amen. Naitwa Faustina Mwangangi, nimeokoka, nampenda Yesu. Nashukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo ambayo ni siku yangu ya anniversary. Nashukuru Mungu kwa ajili ya bishop na kanisa ya Jesus Holiness Worship Center, kwa maana najua ya kwamba tuko pamoja na wao kwa ajili ya hii sherehe na Thanksgiving, na ninaamini Mungu itakuwa ya baraka. Amen. Kwa majina naitwa Joel Mwendo Mwangangi, and I'm very happy for this great day that the Lord has granted unto us, and I'm just wishing my parents a happy anniversary. Thank you. Kwa majina naitwa Grace Mwangangi, nimeokoka, nampenda Yesu. I want to wish my mom and dad a happy anniversary. Yes I do, baby, yes I do. Yes I do. Yeah. Genesis 2:24, come on. Moms are the best. Thank you, my princess. Yes I do. Yes I do. Mom, I wish you a happy anniversary. All the best. Thank you, my friends. Sio dhambi, ni mpango toka kwa Mungu mwenyewe. Kwa majina naitwa Philip Kithuka, bishop wa Faustina Mwangangi na pamoja na Mwangangi mwenyewe. Tunawatakia party mzuri. Leo hii wako na anniversary ya miaka 25 tangu wawane, na mimi nawatakia heri njema. Tutafurahia pamoja. Karibuni sana. Wawe na sherehe ya baraka, sherehe na kufana ya tofauti sana. Karibuni nyote, tunawakaribisha kwenye hiyo sherehe ya anniversary ya Mwangangi na Faustina, katika kupeana ahadi mpya za kuishi pamoja kwa upendo na kwa amani na tena na kwa furaha zaidi. Haleluya. Amen. Karibuni. Karibuni. Vinny Flavor, Lika the Queen, your boy Mr. T. Kwenye beat. Yes I do, baby, yes I
I do. Yes, I do. Yeah. Genesis 2:24, come on. Oh baby nakupenda, dunia nzima ijue nakupenda. Kupenda sio dhambi, ni mpango toka kwa Mungu mwenyewe. Mola nakushukuru kwa mke mwema, wangu yeye ni miracle. Baby kama kweli wasema ni mimi tu, hatuko kwenye madhabahu, wazazi washatabasamu. Pasta, mimi nasema yes I do. My love, kwa shida na raha, hadi kifo utabaki na mimi baby. Yes I do. Yes I do. Hadi ndoa tutalinda salama. Ingawa si rahisi, wapo wengi wanatungojea chini, lakini palipo Mola ninasema na watangoja sana. My baby, nikikuudhi tusuluhishe, na ibaki siri yetu tu. Baby daily na Mungu Baba abaki nasi milele. Hatuko kwenye madhabahu, wazazi washatabasamu. Pasta, mimi nasema yes I do. My love, kwa shida na raha, hadi kifo utabaki na mimi baby. My baby, yes I do. utakuwa faithful, hadi ndoa tutalinda salama.
Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa rehema na neema zako. Asante kwa uwepo wako mahali hapa. Asante kwa nguvu zako mahali hapa. Jina lako libarikiwe. Jina lako liheshimiwe. Asante kwa sherehe ya Mrs. Mwangangi kwa ajili ya Faustina na watoto wao. Mwenyezi Mungu, tunapoanza hii sherehe, anza pamoja nasi na kuendelea pamoja, na tukimaliza tutasahau kushukuru. Kwa jina la Yesu tumeomba, tutaseme amen. Thank you. Naweza kukaa sasa. Amen. Nataka tujipange vizuri katika kumsifu Bwana. Kujani hapa mbele basi tumsifu Bwana. Kujani wale hapa. Nataka tumsifu Bwana. Nataka tumsifu Bwana. Wale mlikuwa mbele. Nataka tumsifu Bwana. Wale mlikuwa mbele kwa maana wao ni wameonekaniwa na Bwana. Tusikue masaa isiende kabisa, lakini nataka tuendelee kulingana na utaratibu ambao tuko nao. Nataka tuendelee na utaratibu wenye tuko nao, na Mungu wetu na Baba wetu atatubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni shukrani kwa Mungu. Bwana anaenda kuipokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua unaweza tu kutoa shukrani, lakini iangaliwe hivi, haiambatani. Bwana asifiwe sana. Kuna watu huko nyumbani ama huku mitaani wananyang'anya watu wanapokuja na mahitaji mbele zao, wale waombezi. Na sasa mama mmoja alienda akaelezea mwombezi mahitaji yake, na akaambiwa wapi ile sadaka
ambayo inaambatana na mahitaji yako ama shukrani zenye uko nazo. Akalete kambuzi kadogo, akaulizwa, mama, hii sadaka umeleta na mahitaji nyingi yenye umetuelezea ama umenielezea, kweli zinaambatana kweli? Bwana asifiwe sana. Nani amewanyang'anya na waombezi? Nafikiri hapa kuna watu wanaenda huko. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo shukrani ya mtu ama heshima ya mtu kulingana vile ametendewa inafaa iambatane na shukrani zenye anatoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na tuliambiwa shukrani kubwa kwanza ni kujitoa wewe mwenyewe. Hao wako na shukrani moyoni, hatujatumanishwa tukaambiwa tushukuru kwa ajili ya familia ya Mwangangi. Wako hapa wenyewe wamejilete. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, they are present, wenyewe wamejiwakilisha mbele za Bwana waoneshe how grateful they are before God. Na baraka ambazo Mungu anawabariki. How wonderful they are. Hebu nataka mtu anipigie picha mwenye ako na kamera mzuri baadaye anitumie. They are so wonderful. Unaonaje? Joyni alisema hakuhudhuria harusi ya mamake. Kwa hivyo Joyni ndiye anajua kwa harusi ya mamake sasa. Yeye mwenyewe. Haleluya. Sio kwani ni kweli. Akaambia mamake, bwana mwambie sikuwa kwa harusi, hata niliangalia picha sikioni. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Joyni yako kwa harusi ama hayuko? Grace yako kwa harusi ama hayuko? Wakati wowote ule tukitendewa, saa zingine tunakuja hapa na baraka tunasema ndio hizi. This is evidence ya kile Mungu amefanya. Mnaona evidence ya ndoa ya miaka 25, 26. Evidence iko ya kwamba hiki ndicho Mungu amenitendea. Bwana asifiwe sana. And they have a lot ambayo hata hawawezi kuelezea hapa. Wako na nyingi ambazo wanaweza kuonyesha na kusema this is the product of our marriage. Hallelujah. So I'm so grateful for you. I'm so happy for you. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla hatujaendelea sana, tunataka kuona mtu akirenew house. Hallelujah. Sijui kama tuliambiwa Faustina ndiye alienda kutafuta ring. Ulizipata? Kama huko bwana turuke. Sijui atakuwa hivi tena aje. Labda nitaenda na wewe ama atafanya nini? Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunataka tujue hizo rings. Tukiongozwa na bishop tuone mkirenew your vows. Hii si mara ya kwanza, hata huko mitaani tunaendanga tukarenew zingine huko mitaani. Kuna zingine zinatangu hapa. Zingine unaitwa huko unatatoa 1 2 3 na tunafanya pause. Bishop anajua hiyo. Ingine tunafanya huko chini sana. So tukiongozwa na bishop nataka kuona wakirenew house because this is all about kutengeneza na kufanya mpya upate nguvu za kuendelea tena. Bwana asifiwe sana. Yes, kama kuna mtu alikuwa amesahau. Bwana Yesu asifiwe sana. So karibu mtumishi wa Mungu tuelekeze ibada kama vile ambavyo ilikuwa inafaa kana na Mungu wetu akatubariki. Karibu sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo katika hii hali sasa nitawakaribisha ambaye ni Mr. and Mrs. Mwangangi ambaye wakati kama huu walikuwa mbele zetu wakiapiana wanaheshimiana watafanyiana mambo mazuri katika maisha. Sijui kama walifanyia ama hawajafanyiana. Sisi hatutaki kujua. Unaweza asiwe sana. Wao wanajua. Ni furaha yangu na heshima kumkaribisha Mr. and Mrs. Mwangangi. Waangaliane. Kuja.
Tuangaliane. Hai? Nasema muangaliane. Bado kuna haya vile tulikuwa ukiolewa ya kwanza. Na kuna hiyo yote. Aje haijamtoka. Ama unamuongopa anakutisha. Anakutishianga, labda unamuongopa kwa sababu ataenda kukuuliza ulikuwa unaniangaliaje. Wanaweza wasiwe sana. Kwa hivyo hawa sasa ni Mwangangi ama Reinhard na Faustina. Miaka 25 iliyopita. Sasa tuko ya 26. Wakati kama huu walikuja mbele ya kanisa wakapeana nadhiri, na leo hii kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu ningependa wa renew their vows ya kwamba wataendelea na kupendana, wataendelea na kutumikiana na kutakuwa kwema kwao katika mwongozo wa maisha. Kwa hivyo hiyo ndio waraka ambayo nimewapatia. Tutasoma. Lete microphone. Hiyo fundi waleta microphone no. Iko sana. Yes. Tunaanza na Mwangangi. Au uchukue sura vizuri. Uchukue Mwangangi sura vizuri. Unaanza haya Mwangangi ukiendelea na kusoma kwa utaratibu. Na nilikwambia nataka usome ikitoka kwa roho. Andiko leo imesema uongee ikitoka roho. Na kama kuna kitu kinaweza kuwa pingamizi usisome hiyo jambo utuambie sasa. Iko jambo lolote inaweza kosa kusoma hiyo kwa sababu nikupatia mbele usome kabla hujakuja kusoma. Hakuna. Hiyo iko sawa. Kwa sababu uliisoma na ukaikubali kabla hujakuja kusomea hapa. Okay. Kwa ajili ya masikio ya wale wengine na witnesses wale wako mbele yako ambaye ni kanisa la Yesu Kristo. Nataka uanze kumpatia mke wako ambaye umekaa naye miaka 20 hadi ambazo 25 yani hadi ambazo kuanzia tena sasa kuendelea mbele vile ungetamani muishi na yeye. Anza sasa. Okay. Renewing of our vows. I, Reinhard Mwangangi, in 25 years ago, I pledged my love and commitment to you, Faustina Mwangangi. But it seems like only yesterday I promised to love you, honor you, comfort and keep you. I pledged to be by your side in sickness and in health, in times of want and in times of plenty, for better or worse, for the rest of our lives. We have all of those things, and you have been by my side as we created a family, a home, and a life together. Today, at the beginning of our 26th year as husband and wife, in the presence of God and our family and friends, I renew my vows to you, pledging my eternal love for you and eagerly awaiting what life may bring us. So God help me in Jesus' name. Amen. 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 Amen.
Tupigie Bwana Yesu makofi. Amen. Thank you. Thank you. Thank you. Naamini mmesikia hiyo bao na mmeisikiza vizuri, si ndio? Ya kwamba in 25 years ago Mwangangi plans to love and to be committed to Faustina, and it seems like only yesterday to their lives. He promised to honor and to comfort. He blessed by to be on our side in this time of sickness and in the time of health, in the time of want and the time of plenty, for better and for worse, for the rest of their lives. They have lived together for those many days, and everything has been okay. They have created a family, a home, and they have lived together till today. And in the beginning of this 26th year, as husband and wife, in the presence of God and in the presence of their families and their friends, Mwangangi has renewed his vow and pledges for eternal love for her, and eagerly waiting for what life may bring forth. May God help you, Mwangangi. Tupigie Bwana Yesu makofi. Thank you. Now is time for Faustina to renew the vows he meant to Mwangangi 25 years ago. Faustina, it's your time now. Thank you. I, Faustina Mwangangi, 25 years ago, I pledged my love and commitment to you, Reina Mwangangi. But it seems like only yesterday I promised to love you, honor you, comfort and keep you. I pledged to be by your side in sickness and in health, in times of want and in times of plenty, for better or worse, for the rest of our lives. We have had all of those things, and you have been by my side as we created a family, a home, and a life together. Today, at the beginning of our 26th year, as husband and wife, in presence of God and our family and friends, I renew my vows to you, pledging my eternal love for you, and eagerly waiting what life will bring us. So God, help me in Jesus' name. Amen. Amen. Tupigie Faustina makofi for that vow. Sasa nataka niletewe zile pete mpya zao, ile vijana na watoto wao wasimame hapa pia, hiyo waweze witness. Simameni hapa takao vizuri pamoja, siko zote ziko na mnasijua difference. Okay, basi ile hapa baba mpatie ile ya mama mpatie baba, ile ya mama mpatie baba amweke ya kwanza, ile ya mama, ile ya baba na ya mama. Tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, ninaomba usibariki hizi pete kabla hajaweka tena upya. Pete inaonyesha upendo ambao hauna mwisho. Pete inaonyesha ahadi ambayo haina mwisho. Pete inaonyesha kifungo cha pamoja. Na pete inaonyesha ukumbusho
kwa mahali popote, kila mtu atakapokuwa atakumbuka niko na mke, na yule mwingine atakumbuka ako na Bwana. Baba, ukasibariki hizi pete anapoenda kuziweka katika vidole vyao na kuishi nazo katika maisha yote ambayo wameahidiana. Mwenyezi Mungu ukasibariki, ukasitie mafuta yako na ukasifunike na wema na fadhili zako za upendo. Pepo wachafu ama roho chafu ama na ana yote isiwapige ama isiwaguse. Mwenyezi Mungu ukaibariki. Basi hizi pete kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ili mkaweze kuweka. Inua mkono wako Mwangangi. Inua mkono. Ring I give you as a sign of our union in marriage. In my body, I honor you. All I am, I give you, and all I am, I share with you in the love of God. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Tumsikie Bwana Yesu makofi. Amen. Tusiwatana nakepa mdomo. Pete juu kirasi. Acha. This new ring I give to you as a sign of our union in marriage. With my body I honor you. All I am, I give you, and all I have, I share with you in the love of God. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Wow. Tupigie Bwana Yesu makofi tena. Amen. Amen. Haya, shikaneni mikono sasa. Mikono. Shikaneni. Now body belongs to Faustina. Usipatie mtu mwingine ama mwanamke mwingine. Hautaipatia mwanamke mwingine hiyo mwili. Sema ndio ama hapana. Ndio. Hautapatia. Na mali yako ni mali ya Faustina. Ndio. Hautakunyima kile anachohitaji kutoka kwako. Sitakunyima. Hautamunyima. Haya, ya Faustina. Faustina, umesema kupitia hiyo pete ni muunganiko wa mwili mmoja wa ndoa. Mwili wako ni mwili wake. Mwili wako hautapatia mwanaume mwingine. Na mali yako ni mali yake. Kwa hivyo kile anachohitaji kutoka kwako utampatia. Tumpigie Bwana Yesu makofi. Kwa hivyo kuanzia sasa, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ninabariki ndoa yenu tena nikisema, endeni mkafanikiwe, mkafanikiwe nyumbani, mkafanikiwe mjini, mkafanikiwe mashambani. Mungu na akaongezee miaka ya kumtumikia, mkaishi miaka ya kuona wajukuu na watoto wa wajukuu wa wajukuu. Mungu akawazidishie neema na kibali. Mungu akawazidishie upendo, akawazidishie hata heshima. Bariki. Mwenyezi Mungu enda kuwatendee mema. Tendea uzao wao mema pia. Tendea maono yao mema Bwana. Enda ukawape mboma zaidi na zaidi. Wakawe wakuu na wakawe wa kutegemewa. Asante kwa hawa pia umewalete mbele zetu. Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya kanisa na kwa ajili yangu tunasema ni asante. Ukawabarikie afya nzuri na ukawabarikie hata na sura nzuri. Wakaishi wakipendana, kukula pamoja na kunywa pamoja na kuishi pamoja na kuwafika pamoja, itakuwa ni furaha kwao na furaha kwetu. Asante Jehova Mungu, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukisema amen. Sasa kama vile mmeapiana upya tena, may you kiss one another. May you
vyovaa. Kujua yako? It's renewed now. Naona ulikuwa umenyimwa kitu mzee. Sasa it is new and new and new. It shall be well with you in Jesus name. Naona wamelete shukrani yao katika madhabahu. Amen. Thank you. Father God, I receive the offering of thanksgiving of keeping these two people. They are one in marriage. But when they are separated in working, you have blessed them. And they come together in their house, you bless them. You have given them children. You have given them money. You have given them health. I thank you for the gift and the offering of thanksgiving of Mr. and Mrs. Mwangangi. Receive it, O God. Receive it and bless them in the Father, Son, and the Holy Ghost name. Jesus, we pray and say, Amen. Naona kwamba keki imekuja. Sasa tunaweza kutulia. Au nizae ndio niweze kuhudhuria harusi yako. Leo Joyce amehudhuria kuona renewal of vows, ndio? So Joyce, you are very lucky. Ana aliniuliza hivyo, kwa nini si kumngojea nizae kwanza ndio ahudhuria harusi yangu? Nikamwambia kulingana na neno, wakati nilikuwa msichana sikuwa nimeruhusiwa kupata mimba nizae ndio niolewe, ni dhambi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wakati mwingine huwa tunaulizwa maswali mingi sana. Renard is the first boy. Wacha nikuite the first boy kulindio na kutuonyesha huku pana. Kwa hivyo congratulations first boy. And then Faustina, you are the first girl kutuonyesha example ya kulindio. Because our bishop, kwa sababu amesema ya kwamba wakati anaenda kuelezewa ya kwamba wanataka kutoa shukrani, yeye ndiye alileta hii sherehe, alisababisha akawa na maono ya kana kwamba ikawa extended na ikaweze kuwa vile ilivyo. Tumpigie bishop wetu makofi. Wewe sasa hilo na binyanyasa bishop. Wakati shetani alikuwa anafinyilia bishop akiwa anampigia kwa ugonjwa, alikuwa anamfinyilia ndio mambo kama hii chambeni isifanyike. Sisi bwana sio kama kuna renewal ya kwao, hata kama kuna maandiko bishop, it is my first time, kwa sababu sioi mengine, sioi max, sioi na renewal mara popote pale kabisa Kenya yote. Hii ni ya kwanza kwangu from my own bishop. Kwa hiyo congratulations my own bishop kwa kutuletea the first renewal of our marriage. Kwa hiyo bishop wetu atatuonyesha mambo makubwa na makubwa tusiyojua, kwa sababu mimi sikujua kama leo kutakuwa na renewal of covenant ama marriage renewal ambayo tumeona, na tena Renard ukasaidika kuwa the first example of which wewe katikati yetu wale tuko hapa ni kama wewe ndio ulioa mbele. Ni nani hapa alioa mbele ya Renard? Aijua nasema wale ambao tulikuwa hapa kanisani zamani tukiwa wanarika. I think so Renard ndiye alioa Faustina mbele yetu, na pia Mungu amemsaidia akamchokora, akaenda kwa bishop kusema anataka kutoa Thanksgiving, na bishop akatoa hiyo maono ya kana kwamba si Thanksgiving inaitwa renewal kulingana na vile walimwelezea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo thanks, mmetufungulia njia. So bishop ajiandae, kwa sababu najua kuna wengi ambao vile tumeonyeshwa mfano tutafuata huo mfano. Kwa hivyo the next patient is on the way. Sijasema ni mimi. The next patient ni mimi, naambia bishop. Sijui ninaambia bishop, sababu naandiko kwa roho, naongea nikiwa kwa roho, na ninaambia bishop the next patient is on the way. Kwa sababu tumefunguliwa njia. So mmetufungulia nini? Njia. Na ninashukuru Mungu kwa hayo. Kwa hivyo wale watoto ambao kama ana yako angekuwa hapa angeelewa kwa nini mtu huwa anaolewa kwanza ndio anazaa. Kwa sababu alipoona picha zangu za harusi alikasirika sana. Kwa nini huku ningojea unizae ndio niweze kusimamia wewe harusi? Grace, leo umeona harusi ya mamako hata kama ni yako, kwa sababu haugepatikana before the wedding,
It is an abomination. Kuzaa mtoto ukiwa umeokoka, na ongelea wale ambao tumeokoka sasa. Kama msichana mwanarika ambaye uko mahali hapa umeokoka cha ukweli, na uko na ngao na nguvu ya kwamba yes I do kwa Mungu sasa. Ulisema nimeokoka, yes I do. Kama wewe ni kijana na uko mahali hapa na umeokoka na uko na vows na Mungu kana kwamba nitafuata neno lako, basi inayotangulia kwanza ni harusi, then watoto. Kwa hiyo kiresi au niona harusi ya mamako, kwa sababu alikuwa msichana ambaye alikuwa na vows kwa Mungu, alikuwa amesimamia usichana wake. Vile wewe umesimamia usichana wako mpaka wewe ukafika mahali ambapo uta make your own vow. Sasa mtoto hawezi kuja mbele ya harusi yako. Ni abomination. Wale ambao ni vijana na umeokoka, msichana umeokoka na uko na vow na Mungu ya kwamba nimeokoka cha ukweli, and I say yes to God, nimeokoka. Lazima usimamie utakatifu, ukanake kwa utakatifu mpaka tuone harusi. Ndani ya harusi Mungu awabariki na watoto. Matunda sasa ifute ya watoto. Nilikuwa nimeelewa hapo. So kwako harusi kwanza. Kama mamako anaweza simamia na babako utakatifu, aweke harusi kwanza na renew ukiona sasa. Pita hiyo njia. Ndio unaona leo mama na nabii wako hapa mbele ya bishop. At least wabebeleze bishop aitabibu ili familia iendelee kuwa imebarikiwa. Na wewe ni werefu sana. Ni werefu sana. Kwa sababu wamekuja mbele ya bishop awapembelezee Mungu, aendelee kusukuma familia yao mbele. Si unaona? Kwa hivyo hii ni njia moja ya kufungua baraka zaidi katika maisha ambayo imebakia kwao kuwa katika dunia hii. Wamefungulia watoto wao milango mbele yao. Thanksgiving inakuwa ni nzuri sana. Kwa sababu wao wanaenda kwa bishop wakimwambia wanataka kutoa thanksgiving mahali tu wamefika. Na unapotoa shukrani, Mungu huwa anafungua milango mbele yako. Kama kulikuwa na matatizo anaondoa, na pia unafungulia watoto wako. Congratulations Faustina and Rena. Sasa tunaingia katika section ya cake, na nitaenda kwa haraka kwa sababu ya muda, ili ya kwamba tukashiriki cake. Na ninajua kwamba tutabarikiwa sana. Nani atanisaidia kukata? Mungu atanisaidia. Wakati natumia dakika kidogo tu. Tunaenda tu kukata cake. Tunaenda tu kukata cake, tunaenda tu kumewekwa mayai, kumewekwa unga ya ngano. Iko na a lot of mixture. Kwa hivyo nao wakati tuko kwa katika wakati watu wakiwa kwenye ndoa huwa wanahitajika kuwa wanaongezea madoido. Ile tumeambiwa na Reverend lazima kuwe na food color iko ndani. Kwa hivyo waongeze madoido katika maisha yako ya familia, ili ya kwamba kukawe na furaha. Wakati unaona mtu ambaye ni kama sijui ni kuchoka ama amekasirika, tafuta kitu ya kumwambia ili ya kwamba uondoe hiyo uchovu, hata kama utamchekesha kidogo. Si hiyo iko sawa? Kwa hivyo ni vizuri kuwa tuko na mambo mingi ya kuchangia katika familia pamoja, na ninajua ya kwamba vile tumefundishwa na bishop to have respect, to have love. Vitu nyingi uongeze hapo, vile keki imeongezwa, na ninajua ya kwamba ndoa itakuwa sawa. Shetani ukiweka maisha yako ikiwa ni moto, hakuna hata hizi inaweza kukaribia ugali ambayo imetoka kwa jiko. Pegi kana kumwela kimane. Hakuna hizi inaweza kumwela kunaitwaje? Kukanya kutoa hiyo zote. Kwa ugali ambao umetoka kwenye jiko hivi, ikiwa vitu unatoa sufuria sasa unaacha kutoka moto. Hakuna hizi inaweza kuwa bali tunatakikana tukaweze kuwa moto katika maisha yetu ya familia, ya kwamba shetani anapotafuta mbinu apate hapa kunawekwa security sana. Kwa hiyo bila kuharibu wakati, nataka kuita Mr. and Mrs. ili wakuje wakate cake. Wakimaliza kukata cake, tutakata sehemu. Bishop ni mtu ambaye ni respected sana. Sasa angeenda kuwekwa kwa mdomo, atakatiwa special cake. Ifungwe. Hata kila mliona kama nina kwa sababu hapo nimeenda kwenye hata wewe kwa mdomo. Kana mama
watatuletea sasa. Hizi unaona hii ni keki ya kifamilia sasa. Views together na hiyo ni vizuri sana. Sasa naomba ya kwamba Mungu pia akazidi kuwasaidia maisha ambayo Mungu atawapea iko mbele, mkaweze kukata kwamba hakuna kitu kinaweza kushinda watu ambao wako kwa unit. Kama uko kwa unit, hata kama ni pesa imekosekana, ukiwa kwa umoja, yote inawezekana. Tuwapigie makofi mazuri. Wanasaidiana kubeba, yani kushinda kitu pamoja, kukata hiyo keki. Kukata, yani kukataa. Ni ya kwanza tukaweze kupeleka kwa bishop. Ikifika kwa meza ya bishop, our pastor Karimi atajua vile itakuwa sawa. Then tukimaliza kukata ya our bishop, tutakata our reverend Mesha, then our pastor Deacon, then Faustina aweze kupea Renard, then Renard apee Faustina. Hiyo ni kuonja kama kila kitu kiko sawa. Then from there wakimaliza ndio watashare. Kwa hivyo wao ndio wataanza, then from there washare. Pastor Karibu utakuwa karibu ndio wakimaliza kushare watapea their best. Their best. Mtapea Faustina upe Renard na yeye na mpe your best. Upe your best man. Who is your best man today by your? Oh, ni Grace. Ukumelewa hapa kutoka Tanzania. Pastor, who is your best? Hapo wewe ndio mmoja yani hakuna kitu tamu kama kusimamia harusi na mtoto wako. Kumbe Grace ni wao walikuwa best man. Ni best man. Kumbe ni wao walikuwa best man ya your mom. Sasa hivi unapata hiyo unaona zile. Kumbe wewe ndio umekuwa best. Oh, good boy. Ndoka sema atusimamia the first to renew covenant of your daddy. Si sawa? Grace. Ukaenda ulio na pesa na ndio ndio ya. Haya. Bishop hapa. Pia Yesu maombi mazuri. Kwa sawa. Kwisha. Grace. Nita smile ya. Piga Yesu makofi. Pastor Karibu, please. Na wao wakaweze ambaye atakuwa next. Wewe ina mama. Kama wewe ni mshirika na mwendani kwa bishop, peke yako kisiri hiyo. Si wanakujanga wanakuambia tuombee kwa sababu ya hii, kwa sababu wewe ndio umeachiwa mamlaka na reverend bishop Saidi ya Kobani. Sasa hiyo ni yako special. Utapea soda simama na nyumba na soda hapa alafu ukipata share ya keki. Sasa sahani ya mchele itakuwa behind that kule. Kwa hivyo nataka tuendelee kumwambia Mama Grace sorry ndio hawa walitoka all the way from Mombasa na tunawashukuru sana. Si karibu kutoka Mombasa kuja kuona ndio. Kwa hivyo Mwangangi waliona sister Grace, usiumeona masista Renard First born. Unanisikia? Umeona sister wa Mama Grace ukitoka Mombasa kuja kushuhudia. Mama harakisha. Bwana awabariki sana kwa kutenda hivi. Kutoka Mombasa kuja. Kipata kitu. Kuna pia watoto wao wako hapa kula keki. Soda iko. Wanataka
kuna relative wa nataka kila mtu akaweze kuparticipate kwa kushiriki katika kupata keki, kwa sababu tuko hapa wote, kwa sababu tumekubali kukaa hapa ili ya kwamba tukashuhudie kuona renewal yasha our reverend aendelee kutoka pale. Situpigie Yesu Bishop kama kuuliza kutilekea bila kama mnafikiri na protocol. Thank you so much. We learn how to do it for you. Bwana awabariki sana. Amen. Bwana sana. Chakula inatakana kupakuliwa kiheshima, ukitunza watoto wasikomeke ama so hapa wao wenye wana renew hao ndio wanasimamia harusi ya huyu. Si ni vizuri tumejua hivyo. Kwa hivyo wacha tuone atapewa keki kama msichana wake ako mbali, yeye atapewa keki peke yake, msichana sio hapo hapo. Tena kuja kekele tu. Wewe naita. Watu waweze wanatoka sana na mbegete na mizozo. Wewe ana mtoto anakwenda. That is nice. Papu. Salimia babu. Hiyo ndio wa kwanza kuitana baba. Kwa hiyo familia na mwitana shosh, kwa hiyo familia great congrats. Kwa sababu ile ile pesa sana hiyo kwa na shosh. Ile wewe ndio ndio that is nice. So, that's nice. Mimi na tuombe kwa ajili ya chakula. Father, in the name of Jesus, we come before your presence once again with thanksgiving for what you've done upon us this wonderful day. Receive all the glory, O Lord. There is a food ahead of us we are about to partake. As we share Jehovah, we pray for the blessings. Remember the ones who have nothing to present on the same table, they are starving, may you provide for them. In Jesus' name, I do pray and give thanks. Mama,
Pigia Yesu makofi tena kwa maana ametufikisha. MC, hata niseme MC anaenda kidogo. Tumeuona mkono wake Bwana, mengi mazuri tumeyaona, Mungu umetenda, ni kweli wewe muweza. Ulitamka vitu vikawa, neno tulatosha, ukisema umetenda. Harisha Israeli, uliwavusha, kawatoa utumwani, watumishi wako umewapa yote waombayo, ikiwa umependezwa. Uamualo hakuna wa kulipinga, hakika wewe ni Mungu wa vyote. Unatawala dunia na vilivyomo, makuu umeyatenda Jehova. Hakika tumeuona Baba mkono wako Bwana, kweli matendo yako Bwana ni makuu na umetutoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni matumaini yangu ya kwamba kila mtu amefurahia harusi ya leo ambaye imeexchangewa new vows. Tumefurahia kusikia Mwangangi na mke wake wakiapiana tena vile wataishi kwa furaha, watapendana na vile wamesameana, ya kale yamepita, sasa wanaendelea na kuganga ya njayo. Tunawatakia heri njema, mkabarikiwe mjini, mkabarikiwe mitaani, mkabarikiwe mashambani na Mungu akawabariki sana. Haleluya. Asanteni sana Mwangangi na Faustina. Tumefurahia, tumesikia vizuri. Haleluya. Glory to God. You are wonderful. Nyinyi ni wa ajabu, mimi ni wa maajabu. Tunawapenda. Tumefurahia, tumekula, tumekunywa. Kwanza mimi nimekula kakuku. Tumeshiba. Ni kasoda tumekunywa. Mimi na my wife, we wish you all the best. Haleluya. Mbarikiwa. Na umetutoa mbali kweli, ukatushika mkono Mungu, mahali uliona pekee, chini hata chini yao watu unawainua Mungu, sifa na utukufu ni zako milele, na tutakusifu jina lako Baba, milele tutakusifu kweli, daima wewe mwema, tutaishi kwako. Tumeuona Baba mkono wako Bwana, kweli matendo yako Bwana ni makuu mno, na umetutoa mbali kweli, ukatushika mkono Mungu, mahali uliona pekee, chini hata chini yao watu unawainua Mungu, sifa na utukufu ni zako milele, na tutakusifu jina lako Baba, milele tutakusifu kweli, daima wewe mwema, tutaishi kwako. Msalabani ulitufia, ulitupenda, dhambi zetu kabeba, baraka zako tuliziomba, kweli tumeona, hakika unabariki. Hata vipaji wendo hutoa, umetuwezesha, tunaimba na kusifu, walio haki hutoacha, uliwaahidi hata mwisho wa dahari. Watu wako umewapa mamlaka, kwa jina lako Yesu waponye. Una ubaguzi, wote ni sawa kwako, umetuita Yesu tupone. Hakika wewe ni mwema, tumeuona Baba
matendo yako Bwana ni makuu mno. Msalabani ulitufia, ulitupenda, dhambi zetu kabeba. Baraka zako tuliziomba, kweli tumeona, hakika unabariki. Oh, hata vipaji wendo hutoa, umetuwezesha, tunaimba na kusifu. Walio haki hutoacha, uliwaahidi hata mwisho wa dahari. Watu wako umewapa mamlaka kwa jina lako Yesu, waponye. Una ubaguzi wote ni sawa kwako, umetuita Yesu, tupone. Hakika